walitaka kuilazimisha Iran ipige magoti, lakini mwishowe ni Trump ndiye amekuja kwenye meza ya mazungumzo. Hebu tupitie suala hili haraka haraka. Mpango wa awali wa Marekani na utawala haramu wa Israel ulikuwa wazi: kupindua utawala, kuharibu nguvu za kijeshi za Iran, kuharibu taasisi na uwezo wake wa nyuklia, na hatimaye kuilazimisha Iran isalimu amri. Lakini kivitendo, njia tofauti ilichukuliwa. Kambi za Marekani katika Asia Magharibi ziliharibiwa, Israel ilikabiliwa na mashambulizi makali ya Iran, lango bahari la Hormuz lilifungwa, na Iran ikatoka kwenye hali ya kuwa nchi iliyo chini ya mashinikizo na kuwa mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kuathiri bei ya nishati na mwenendo wa biashara ya kimataifa. Hapa ndipo Washington ilipogundua kwamba Iran haikuwa nchi dhaifu kama ilivyodhihirishwa na Netanyahu. Marekani ilitumia mzingiro wa majini na mashinikizo kwenye njia ya biashara ili kupata fursa kutoka kwa Iran. Lakini mbinu hii pia ilishindwa na kufeli kutokana na nguvu na ubunifu wa Iran. Hatimaye Trump alilazimika kuketi kwenye meza ya mazungumzo. Lakini hebu tuone kwa ufupi Iran imepata nini kwa msingi wa makubaliano hayo. Kwanza ni kuachiliwa mali ya Iran iliyofungiwa kwa miaka mingi huko Washington. Ripoti zinazungumzia idadi ya zaidi ya dola bilioni 10 hadi karibu dola bilioni 25. Pili ni kukubalika nafasi ya Iran katika kusimamia lango bahari la Hormuz. Tatu ni kuondolewa mzingiro wa majini na kufunguliwa njia za kuelekea na kutoka kwenye bandari za Iran. Nne ni kuondolewa vikwazo vyote vya miaka 47 vya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Misamaha inayohitajika kwa ajili ya mauzo ya nje ya mafuta yasiyosafishwa, bidhaa za mafuta na nyinginezo zinazotokana na mafuta kutoka Iran, pamoja na huduma zote zinazofungamana na bidhaa hizo, ikiwa ni pamoja na huduma za kibenki, bima, uchukuzi na kadhalika, ni miongoni mwa mafanikio ya Iran kwa mujibu wa mazungumzo yaliyofanyika. Mafanikio mengine ni pamoja na kuanzishwa utaratibu au hazina ya kufidia Iran kutokana na uharibifu uliosababishwa na vita ya takriban dola bilioni 300. Mengine ni pamoja na kubakishwa akiba ya urani ndani ya ardhi ya Iran badala ya kuhamishiwa nje ya nchi. Kwa upande wake, Iran itaruhusu upitaji wa meli za kibiashara katika lango bahari la Hormuz chini ya usimamizi wake yenyewe, na itachukua baadhi ya hatua za kuhafifisha urutubishaji wa urani katika mfumo maalum wa makubaliano. Iran vile imekubali kutoingilia masuala ya ndani ya Marekani iwapo Marekani nayo itakoma kuingilia masuala ya ndani ya Iran. Kwa kweli kuna jambo muhimu sana hapa. Wa Iran hawana imani kabisa na Marekani. Viongozi wa Irani tayari wamesema wako tayari kwa ajili ya vita na hawana imani na ahadi wala saini ya rais wa Marekani Donald Trump. Na kwa mantiki hiyo, Ayatollah Said Mujtaba Khamenei, kiongozi mkuu wa sasa wa Iran, ametangaza wazi katika ujumbe wake wa karibuni kwamba ikiwa upande wa Marekani utatoa matakwa ya kupita kiasi, hatakubaliana nayo, na kwamba mazungumzo yajayo hayana maana ya kukubali maoni ya adui.